Muohwo ndacagũraga njera. Guoka nĩ mogarũrũku ma njera no kũrĩa mũndũ arĩtwarwo. Onayo njera ndĩcagũraga muohwo, yoyaga mũndũ wothe warehwo. Tarĩu tarora mũndũ ũrĩa njera yoete, mũndũ ũtarĩ maitho. Ũyũ nĩ Wilson Mitwe, ndonaga kĩndũ kũrĩa arĩ kana arĩa mohetwo nake. Nilikuja nikashangaa pia mimi. Nilikuta hata watu hawana miguu wanaenda na wheelchair. Kwa hivyo ndio jela haichagui hata kidogo. Ukijipata katika ule upande mwingine wa sheria, basi sheria haitakutazama na njia kama hiyo. Uyu aranjira wathe wa maitho ni wa kuma eja wa njera. Disability nilipata huko nje kama sijakuja hapa kama ajali. Kwa hivyo nikikuja hapa nilikuwa niko vile niko. Hii sijapata hapa jela. Ona ena wathe wa maitho ja wa njera uyu ari mwalimu. Mimi nimekuwa ni mwalimu shule ya msingi. Nilikuwa ninaweza kufunza subject zote isipokuwa hisabati. Nilikuwa na perform above average katika kazi. Na nisikuwa na malalamiko yoyote mpaka nikapatikana na jambo hili la kunileta hapa gerezani. Ona kuhanora uguo, mwarimu utari na uhoti wa kuona ni ekunyitikana na ihitia ria uhoti wa aya gukorwo onanite kimwiri na arutwo. Hayaya. Niliitwa tu kwa ofisi siku moja, ofisi ya mwalimu mkuu, na akaniuliza maswali. Nikajibu maswali ambayo alikuwa anaashiria nimetenda tendo la ndoa na wasichana underage 4. Sikupatiwa majina yao wakati huo. Nilihitajika tu kusema ndio ama la. Na baada ya hapo wakati nikingoja si ndio polisi walikuja wakanichukua. Kutoka hapo ni sini police cell, kutoka hapo sini kotini, na mwishowe niko hapa jela. Wonekana wina mahetia ma arutwo wohirwo miaka eigana mwalimu? Nifungwa miaka iliyotamkwa na judge ni miaka 53. Na ukiangalia wasichana ni 4, wote walinifunga miaka 15 isipokuwa mmoja ambaye iliteremka ikakuwa miaka 8, ndio ikakuja sasa 53 baada ya 60. Lakini jaji akatamka itaenda concurrent itaenda concurrently. Well, inamaanisha nasukuma miaka 15. Kwa sasa nimesukuma 5. Arauga uyu ni undu wa murigithirie muno. Mimi sitaki kunyosha kidole hata kidogo. Sitajinyoshea, sitawanyoshea. Ukweli ni kwamba mimi maneno hayo niliyasikia mwanzo kabisa na head teacher akinisomea mashtaka. Unajua unafunza shule from class 8 up to class 4, you might sio ni ngumu wewe unajua huyu specifically. Nilikuwa na mtu tulikuwa tunafunza naye kama guide teacher wa kuniandikia ubaoni wasichana, kwa sababu walikuwa watoto wakati huo miaka 13, 14. Kama kungekuwa na njia kwa sasa ya kuwauliza tena, labda wako watu wazima saizi, na kama tendo lilifanyika wako na haki ya kuwa very bitter about it now that wako watu wazima. Kwa sababu sasa pia mimi nilikuwa mtu mzima, na kama nilifanya ilikuwa ni makosa sana. Lakini kama haikutendeka, labda Mungu anazoguza mioyo yao wakasema
at least shed some light about it, kwa sababu everybody najua anaponiangalia lazima ani judge tu, maybe hata wewe mwenye unanisikiza hapo sasa lakini wale watu hawawezi ni judge katika hii mambo ni hao wasichana wanne, kwa sababu hao wako na ukweli ambayo watu wengine wote katika dunia hawana. Gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩnene kũrĩ arimũ na mũno arimũ arume. Kwĩna namba nene ya arimũ mohetwo njera magĩkuruhanio na ndũgũ cia kĩwendo na arutwo ao. Hakuna mtu hawezi kuja jela kwa ufupi. Kama ni mimi ambaye hata cell sikuwa nimewahi ingia, niko jela, na si jela tu, niko jela ya Kamiti. Hakuna mtu hawezi ingia jela, either uwe uko hali gani ama uko hali gani. Sheria ikikupata utakuja tu. Kwa hivyo ni kuwatahadharisha tu wale wako kule nje, kama kuna jambo hivi leo ambalo liko na hali ya sintofahamu, ni hili jambo la defilement. Watu wamejaa hapa, especially vijana. Around more than 80% ya watu wako jela saizi ni watu wa hayo mambo ya defilement. Arauga mũtũrĩre wa njera nĩ mũritũ mũno kũrĩ wĩna wathe no tarĩ wathe. Mwanzo maisha ya jela hata kwa yule ambaye anaona ni magumu. Hii nimesikia wakisema ni kama kaburi tu. Yani mambo mingi hapa ndani ni mlima. Starting kwa wale watu unajikuta katikati yao. Tumeanza kusema mimi ni mwalimu, na ukiingia hapa unakutana na watu ambao ni wajabu sana pia. So you unaweza imagine ni mtu uko umezungukwa na watu mamia, lakini you feel like you are alone. Kwa sababu sasa wale wanakuzunguka si watu umezoea kuwa na hawa. Maisha ya jela ni ngumu sana. Ati mtu yeyote amehukumiwa, especially wote ningia pande ya mwalimu TSC, unakuwa dismissed from the payroll. So at the moment, of course najua kazi ilipotea. Hali ya familia sijua kwa vipi. Sina uhakika wa kuko vipi kule sasa. Mwanamume yoyote ambaye hata kuentertain tu your thoughts, wewe hujui kenye unacheza nayo, kwa sababu jela saizi hata afadhali kesi ya mada, kesi ya robbery ambazo zinaogopewa sana kuliko hii ya defilement, inafunga hata maisha. Na ikikushika ukishtakiwa kutoka hapo ni ngumu sana. Simfahamu mtu yote ambaye ameshtakiwa kwa defilement akaweza kujitoa, kwa sababu ikikataa ile ya kufanya tendo itakuja ile ya kushika, ama ikuja ile ya ulikuwa na nia. How do you prove mtu alikuwa na nia? In short, haikuachili. Don't even think about it. Njĩtagwo Simon Kibe, tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.